Ninawasalimu katika jina la Yesu. Mbona mmepoa sana? Masomo yamekuwa mengi sana. Hongereni. Tulianza na somo linalozungumzia siri ambazo zitamsaidia kijana Mkristo kufanikiwa, au mambo ambayo yatamsaidia kijana Mkristo kufanikiwa. Na nilianza na jambo la kwanza kabisa nikasema Mungu. Na jambo la pili nikasema jambo ambalo litakusaidia na kufanikisha na kukupa hatua mpya na kubadilisha maisha yako, nikasema akili ya kiungu. Jambo la tatu ambalo tulimaliza juzi tukasema nini? Hekima ya kiungu. Sasa leo nataka tuangalie siri nyingine au jambo lingine ambalo unapaswa kuwa nalo makini sana ukitaka kufanikiwa, ukitaka kuwa mtu kati ya watu, ukitaka kuwa mtu kuweka alama chanya kwenye dunia yako. Inaitwa nafasi ya maamuzi katika kuamua ubora wa maisha ya mtu. Nafasi ya maamuzi katika kuamua ubora wa maisha ya mtu. Nafasi ya maamuzi katika kuamua ubora wa maisha ya mtu. Kati ya zawadi za kipekee ambazo Mungu alimpa mwanadamu ni uhuru wa kuchagua na kuamua. Uhuru wa kuchagua na kuamua. Mungu hakuamuli au hakulazimishi ufanye mambo fulani au uchague mambo fulani. Anakupa uhuru. Wewe unafanya hayo mambo, na mwisho wa siku matokeo yanapokuja, maana yake upasi kulaumu. Sasa nataka tuanze na scripture ya kwanza kabisa, kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Desturi yetu ni ile ile, tunasoma kwa pamoja. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 19. Kama umepata unasema amen. 1, 2, 3. Nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai wewe na uzao wako. Anasema nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi sasa hii anaposema basi, maana yake anakupa tu ushauri. Mimi Mungu nakushauri, mimi Mungu nakushauri, lakini mbele yako kuna laana, kuna baraka. Mbele yako kuna uzima na kuna mauti. Maana yake nini? Kuna vitu ukivifanya unaalika laana, na kuna vitu ukivifanya unaalika baraka. Kuna vitu ukivifanya maisha yako yanajaa uzima, na kuna vitu ukivifanya mauti, unakaribisha mauti kwenye maisha yako. Sasa anasema basi chagua uzima ili uwe hai. Ndio faida ya uzima. Anasema ukichagua uzima utakuwa hai, wewe na uzao wako. Anakupa garantii kwamba ukichagua uzima utakuwa hai, wewe pamoja na uzao wako. Maana yake uzima hautaishia kwako. Sasa anaposema wewe na uzao wako, anamaanisha kitu gani? Anamaanisha hata ukichagua mauti au laana, maana yake sio wewe tu, ni wewe na uzao wako. Kama ushawahi kusikia mambo ya kurithi, si ndio? Yaani ili tatizo sijui ni ugonjwa wa kurithi. Hii tabia alikuwa nayo baba, hii tabia alikuwa nayo bibi, hii tabia alikuwa nayo mtu fulani, amerithi. Maana yake nini? Alikuwa amechagua hicho kitu. Sasa matokeo yake au uzao au watoto au wajukuu zake wanakula matokeo yake. Sasa tutaenda kumwangalia mtu mmoja, vijana wawili ambao watatusaidia kujifunza kwa habari ya nafasi ya kuchagua. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 15. Hizi habari kila mtu huwa anazijua, lakini nataka sasa tujifunze katika jicho la maamuzi kwenye maisha.
Luka sura ya 15 kuanzia mstari ule wa 11 hadi 32. Kwa hizi habari tutazisoma, tutachambua na tutaangalia mambo ya kujifunza ili tuweze kuwa na watu wa kuchagua kwa ubora. Anasema, tunasoma kwa pamoja, 1, 2, 3. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Alikuwa na wana wangapi? Wawili. Twende. Yule mdogo akamwambia babaye. Akamwambiaje? Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akagawia vitu vyake. Kwa hiyo kuna watoto wawili, kuna mdogo na mkubwa. Huyu mdogo akasema, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia, si ndio? Tuone baada ya kuwagawia yule mdogo akafanya nini? Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Ishie kidogo hapo. Anasema hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya. Sasa nataka nifungue kwenye Biblia ya Kiingereza. Hii ina maana gani? Luke chapter number 15:11. Kuanzia 11. Hiyo akatapanya ni mstari wa ngapi? Mstari wa 13, si ndio? Yes, twende kwenye MSB. Anasema, it was not long before the younger son packed his bags and left for a distant country. There undisciplined and dissipated, he wasted everything he had. Undisciplined pale anasema maisha ya uasherati, lakini ukiangalia vizuri kwenye tafsiri zote hizi, Amplified, KJV, NIV, NLT, NKJV